Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima iliyo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Eden Bahati akija kutupasha zaidi katika upande wa michezo na burudani. Karibu sote, na kwa kwanza tuanze na hili ambapo elimu ya vitendo imeanza kushika kasi nchini, ambapo wanafunzi wa shule za msingi sasa wakianza kuandaliwa mapema kuingia kwenye taaluma za afya, hatua inayotajwa kwa suluhisho la muda mrefu kwa uhaba wa wataalam. Jamila Omar kutoka Arusha anatueleza zaidi. Jijini Arusha, utekelezaji wa mitaala ya elimu ya amali umeanza kuzaa matokeo, huku wanafunzi wakijifunza sayansi kwa vitendo, hatua inayowajengea uelewa wa haraka na kuongeza hamasa ya kujifunza. Haya yamebainika wakati wa maadhimisho ya siku ya afya yaliyoambatana na huduma za upimaji wa magonjwa mbalimbali kwa jamii yaliyoandaliwa na shule ya msingi Highridge ya jijini Arusha. Kila kitu kinaenda kwa inspiration na passion. Unakuwa na daktari ambaye amefaulu tu akalazimishwa kwenda kusoma daktari, lakini hapa unamuinspire mtoto kwanza kuupenda ule daktari, akaipractice na akawa na ile ndoto na ikatimia, kwa sababu ili ndoto itimie lazima ufungue macho. Kwa hiyo kafungua macho leo, kaona kumbe kumchoma mtu sindano kumtoa damu ni rahisi, kumbe kumpima mtu uzito na kupata hiyo BMI ni kitu kirahisi, sio kitu kigumu. Kwa hiyo wengi wanaogopa kwamba madaktari lazima usome masomo magumu nini, lakini hapa tunakuonyesha mtoto wa primary mwenyewe anaweza kuwa dokta akiamini. Watoto wapo wanaendelea kupima, wazazi wanakuja mmoja mmoja, wengine wanaelezea kuhusiana na magonjwa haya ambayo tumeyataja, ambayo ni kisukari, pressure na antibiotic resistance. Antibiotic resistance is dangerous because it may take the illness to last long. It may cause wounds that don't heal, and also it can cause spread of diseases increases. Wataalamu wa afya wamepongeza juhudi hizo, wakisema zinaongeza matumaini ya kuwa na wataalamu wengi zaidi wa afya nchini. Tuliwafundisha jinsi ya kupima pressure, kupima sukari na pia kugundua dalili za hatari endapo kama kutakuwa kuna shida kwenye pressure na sukari. Pia tuliwafundisha matumizi ya dawa, maana kwa sasa hivi kuna janga kubwa la wadudu au bakteria kuresist dawa ambazo tunazitumia hospitali. Kwa hiyo tuliwafundisha watoto ili waweze kuelimika wao, pia na kuelimisha jamii, pia na kuelimisha wazazi wao ili kuepuka matumizi ya dawa kiholela. Elimu ya vitendo ikichukuliwa kama chachu ya kuzalisha wataalamu wa afya wa kesho. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Serikali imeeleza dhamira yake ya kuendelea kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia sera na mipango mbalimbali ya kiuchumi na kijamii. Hayo yameelezwa na naibu waziri wa fedha Mheshimiwa Mhandisi Mshamu Ali Munde katika mahafali 20 ya shule ya sekondari ya Thakafa wilayani Nyamagana mkoani Mwanza. Mshamu amesema serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa vijana kupitia sera na mipango mbalimbali ya kiuchumi na kijamii ili kuhakikisha kuwa vijana wanapata fursa za kuendeleza vipaji vyao na kuchangia kikamilifu maendeleo ya taifa. Kwa upande wake, meneja wa shule ya Thakafa Bwana Idris Hayesh amewasisitiza wazazi kuendelea kushirikiana na walimu na uongozi wa shule kufuatilia maendeleo ya wanafunzi ili kujua mwenendo wa tabia ambazo zina athari katika masomo yao. Serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kuchukua hatua za kuboresha sekta ya elimu hii ili kuhakikisha mazingira bora zaidi ya wanafunzi yanawekwa kote nchini. Asilimia kubwa ya ile asilimia ambayo tuliipata kwenye sensa ya mwaka 2022 kwamba tuna wananchi milioni 61, lakini asilimia zaidi ya 60 ni vijana. Kwa nguvu kazi kubwa ya nchi hii ni vijana. Vijana wasipotimiza wajibu wao kwa weledi na uadilifu mkubwa, taifa hili litaenda kuangamia. Kuna baadhi ya wazazi wanakuwa na wajizito kidogo, wakitumia ujumbe, kuna taarifa fulani kuhusu mtoto, lakini wanakuwa wana uzito. Na kuombeni sana, tunapofanya mawasiliano na mzazi ni kwamba tushirikiane ili mtoto wako apate kitu ambacho kinastahili kukipata.
Tumefanya mahafali haya kabla ya mwezi mmoja, ili kipindi hiki tuachie watoto tuwasuke vizuri, na mwisho wa siku wafanye mitihani yao bila wasiwasi na matokeo. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi mkoani Geita limefunga rasmi zoezi la utafutaji katika mgodi wa dhahabu wa Msasa uliopo wilayani Bukombe mkoani Geita kufuatia eneo hilo kutitia Machi 29 mwaka huu. Mwandishi wetu Mrisho Sadik anatueleza zaidi. Machi 29 mwaka huu, sehemu ya mgodi huo unaokaliwa na wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu ilititia na kuzua taharuki kwenye mitandao ya kijamii kufuatia baadhi ya watu kutoa taarifa za uzushi kwamba kulikuwa na watu ndani ya mashimo hayo, taarifa ambazo zilikuwa si za kweli. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, Safia Jongo, ametangaza rasmi kufungwa kwa zoezi la utafutaji na kwamba hakuna madhara yoyote ya kibinadamu. Kwa hiyo tulianza zoezi lile, na ile hatua ya awali ambayo tulikuta yale majenereta na vitu ambavyo vilikuwa eneo la juu tulitufanya tujiridhishe kwamba hakuna mtu. Kwa upande wake, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Geita, Kenneth Mwakasitu, amesema taratibu za kufungua eneo hilo kwa ajili ya kuruhusu shughuli za uchimbaji kuendelea zinafanyika. Ufunguaji wa ile eneo ambalo liko fence itakuja kamili, tutafunguliwa na muda sio mrefu. Nadhani tumeshaongea na watu madini, ndani ya siku chache tutafunguliwa. Kwa hiyo watoe hofu kwamba ile eneo ambalo liko nje ya fence shughuli za uzalishaji zinaendelea au shughuli za mgodi zinaendelea. Kwa upande wao, wakaguzi wa miamba katika mgodi huo walioshiriki zoezi hilo tangu awali wamesema kitu ambacho tumekishuhudia ni kwamba zoezi hili lilipanuliwa sana kwa sura ambayo si sahihi. Uokoaji wetu tumeokoa na injini na baadhi ya majendeta, na kiukweli Mungu ametutangulia na tumeshiriki wote kwa pamoja mpaka kufikia tamati hiyo tulio. Kwa hiyo hatujapata changamoto juu ya watu wote waliokuwepo hapa, manake tumeshirikiana kwa kikamilifu. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Korea Kaskazini imefanya jaribio la kurusha makombora kadhaa ya masafa mafupi hii leo, ikiwa ni miongoni mwa mfululizo wa majaribio ya silaha ambayo Pyongyang imefanya katika wiki za hivi karibuni. Baada ya majaribio hayo, Korea Kusini imesema makombora hayo yamerushwa kutoka eneo la Sinpo, Korea Kaskazini, na kuangukia katika bahari ya Mashariki, huku serikali ya Seoul imefanya kikao cha dharura cha usalama na kusisitiza kuwa hali ya ulinzi unaoimarishwa kwa kushirikiana na Marekani ni shwari, ingawa wameonya kama itatokea uchokozi wowote kutoka Korea Kaskazini watajibu vikali. Wachambuzi wanasema majaribio ya silaha ya Korea Kaskazini yanaashiria kukataa juhudi za Korea Kusini za kutaka kurekebisha uhusiano uliodorora kati ya mataifa hayo licha kutokuwa na majaribio ya kutaka maridhiano. Na mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine, waziri wa fedha Balozi Khamis Musa Omar ameshauri Benki ya Dunia kuangalia namna ya kuwezesha sekta binafsi katika nchi za Afrika ili iweze kuwa imara na kuchangia kukuza uchumi wa nchi hizo. Balozi Omar ametoa wito huo wakati akichangia mada katika mkutano wa kundi la kwanza la nchi za kanda Afrika wanachama Benki ya Dunia uliofanyika makao makuu ya benki hiyo jijini Washington DC nchini Marekani. Amesema kuwa wakati nchi za Afrika zinatakiwa kuongeza ufanisi katika kukusanya mapato yake ya ndani, sekta binafsi za nchi wanachama wa Benki ya Dunia ikiwezeshwa kikamilifu inaweza kuvutia mitaji ya ndani sawa na mitaji ya nje. Balozi Omar ameeleza kuwa nchi nyingi za Afrika zinakabiliwa na madeni yanayofikia ukomo wa kuendelea kukopa zaidi, hivyo njia ya kujikwamua na changamoto hiyo ni kuongeza mkusanyo ya mapato yao ya ndani kwa kutoza kodi kubwa ambazo kwa namna moja au nyingine zinaathiri kundi kubwa la wananchi maskini. In terms of prescription also, the first one was on domestic resource mobilization. And of course this sounds very sexy when it comes to the challenge that we face, especially on the debt stress. For the last decade or so, Chair, we've by and large financed our infrastructure and our development mainly through debt financing. It looks like
we are almost exhausting the borrowing space that we have for our countries, and this can no longer be relied as a way to, continue finance our development. Za Jasi wametakiwa kuongeza viwanda vya kuongeza thamani katika eneo la Itigi pamoja na ujenzi wa viwanda vya saruji ili kuongeza ajira katika mkoa wa Singida pamoja na pato la serikali kwa ujumla. Mwanahabari wetu anatueleza zaidi. Akizindua mafunzo ya kuwajengea uwezo wa wachimbaji wa madini, ujenzi na viwandani wa mkoa wa Singida juu ya uchimbaji bora na endelevu, mkuu wa mkoa wa Singida Halima Omar Dendegu akatumia fursa hiyo kuwataka wawekezaji wa viwanda vya kuongeza thamani madini ya shaba katika eneo la Ibaga wilayani Mkarama kutambua kwamba sekta ya madini inachangia 10.1% katika pato la taifa. Na sasa tumeweza kuuza mpaka nje ya nchi na wateja wakubwa wakiwa ni Burundi na Rwanda. Lakini sisi tunasema tunataka hawa watu wote na wengine wakitusikia waje kufanya uwekezaji wa ndani, waje wawekeze ndani katika kuongeza thamani ya madini haya. Kama ilivyozungumzwa katika ilani, kuongeza ajira za vijana na mama katika mkoa wa Singida. Na hizi ndizo shughuli zenyewe ambazo ndio mikakati hii kufikia. Afisa miradi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP Geoffrey Nyambona akasema kwamba UNDP imejikita zaidi katika kutafuta mbinu za kuongeza umuhimu wa madini hayo kupitia mafunzo pamoja na kubadilishana uzoefu. Kwa hiyo gepu la kwanza baada ya kuona kwamba ni madini yaliyosahaulika, tuliona cha kwanza ni elimu kwa wachimbaji, wajue kwamba haya madini watu wengi hawajui kwamba hata mchanga unaweza kuongezea thamani. Na kitu kikubwa ambacho nimekigundua kwa wanawake wengi, bado kuna swala la uthubutu liko chini kidogo. Ukiangalia hata engagement yao, yani katika kujibu maswali, unaona bado kuna ule uoga au labda kuongea mbele ya wanaume, kuna mila na desturi fulani bado zinawaminya wanawake. Hao baadhi ya wachimbaji wadogo wakaelezea changamoto wanazokumbana nazo katika shughuli za uchimbaji wa madini hayo. Tunafanya kazi kwa ngumu sana. Kwa mfano kama kazi yangu ya kuchimba mchanga kwenye mlima na Moram, ni kazi ngumu, inataka kutendea kazi. Serikali ingekuwa inatupa mkono au Wizara ya Madini kwa ujumla, kwa sababu wakitutembelea wanatukuta tunatumia sururu, mara nyingine hatuna namna, unakosa hata kama una utendaji mkubwa ili upate magari hata 10 kuchukua Moram au mchanga, unapata magari 2 au 1 kwa sababu ni utendaji mkubwa. Nikiripoti kutoka mkoa wa Singida, Jumbe Ismail wa Channel 10. Na mtazamaji, kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Diocese ya Kaskazini limepongeza kazi kubwa inayofanywa na baadhi ya taasisi za serikali za binafsi zikiwemo shule zinazotumia nishati safi ya kupikia ikiwemo gesi na majiko banifu, ikiwa ni sehemu ya katika kuunga mkono agizo la Rais Daktari Samia Suluhu Hassan la kuhakikisha Tanzania inatumia matumizi ya nishati safi na salama. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Askofu wa Dayosisi ya Kaskazini Fredrick Shaw ametoa pongezi hizo wakati akizindua matumizi ya majiko banifu na gesi katika shule ya sekondari Vunjo iliyopo wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro, zoezi ambalo limefanyika sanjari na mahafali ya 33 ya kidato cha 6. Na hatua ambayo imechukua ya makusudi kabisa kufuata wito wa serikali yetu, lakini ya wote wenye kuheshimu uumbaji wa Mungu na wanaotamani wanaopenda kutunza na kuhifadhi mazingira kwa kuondokana na kupika kwa kutumia kuni na mkaa, na hivyo kutumia gesi, lakini pia majiko banifu ambayo yanatumia kuni chache sana. Tunapunguza athari ya hewa ya ukaa, na hili linafanyika kwa wanafunzi kuhamasishwa kupanda miti, si tu kwa ajili ya mazingira ya shuleni, lakini hata watakapokuwa nyumbani na mahali popote watakapokuwa. Naye mkuu wa shule ya sekondari Vunjo inayomilikiwa na kanisa hilo Nixon Kiwilo akaeleza manufaa ya matumizi ya gesi na majiko banifu, ambapo mpaka sasa tayari shule imeokoa zaidi ya 50%. Wabaskofu pamoja na serikali wamekuwa wakisisitiza sana juu ya utunzaji wa mazingira. Mwanzoni tulikuwa tunaweza tukatumia tani 21 kwa wiki, lakini baada ya majiko haya tunatumia tani 1 tu
na tani moja tu tunaweza tukaitumia kwa wiki 2. Kwa hiyo tunaona mabadiliko makubwa sana hata kwenye bajeti ya shule. Pia serikali tunaiomba iweze kuweka hiyo ruzuku kwenye gesi, hasa kwenye taasisi ambazo zinatumia kuni, ili kuweza kufanya nini, kusaidia hizo taasisi kuingia kwenye matumizi ya gesi pamoja na nishati mbadala. Ahmed Nandode, Channel 10. Serikali za mataifa ya Brazil, Uhispania na Mexico zimeahidi kuimarisha msaada pamoja kwa Cuba ili kupunguza janga la kiutu linalosababishwa na vikwazo vya Marekani dhidi ya kisiwa hicho. Viongozi wa nchi hizo wametoa wito mazungumzo ya dhati yanayozingatia mkataba wa Umoja wa Mataifa na kusisitiza kuwa raia wa Cuba wana haki ya kuamua mustakabali wao wenyewe bila shinikizo la nje. Miongoni mwa waliohudhuria mkutano huo ni Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez, Rais wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva na Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum. Tuangazia taarifa nyingine, mtazamaji. Uongozi wa Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ tawi la Pemba umetoa msaada wa magodoro 167 kwa wanafunzi wa skuli ya sekondari Fidel Castro kufuatia janga la moto lililoteketezwa bweni na mali zote zilizokuwemo ndani ya shule hiyo. Masanja Bubula kutoka Pemba anatueleza zaidi. Meneja wa Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ tawi la Chake Chake Rajabu Abdullah amesema msaada huo unalenga kuwafariji wanafunzi waliopoteza mali zao na kuhakikisha wanaendelea na masomo yao bila changamoto za malazi. Kwa hivyo leo tumeona na sisi kama sehemu ya kurudisha hii, kwa sababu hawa waliofikwa na janga hili, hawa ni wateja wetu kwa baadaye lakini wazazi wao ndio wateja wetu wa sasa. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kuona kwamba tunawarudisha katika hali yao ile ya awali waweze kuendelea na masomo yao. Kwa hivyo leo hii tumekabidhi hapa magodoro 167 kwa ajili kuhakikisha kwamba vijana hawa wanarudi katika hali yao ya kawaida na wanaendelea na masomo kama kawaida. Akipokea msaada huo, mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Rashidi Hadidi Rashidi ameishukuru Benki ya Watu wa Zanzibar kwa kuguswa na tukio hilo na kuunga mkono juhudi za serikali katika kuwasaidia wanafunzi waliokumbwa na janga hilo kubwa tulioipata leo. Nataka PBZ waendelee, ni kawaida yao, waendelee kusapoti mambo kama haya kwa jamii kwa ujumla ili tuweze kufanikisha. Lakini vile vile naomba taasisi nyingine, kuna taasisi nyingi za serikali, za watu binafsi, waendelee kujitokeza kama PBZ waliofanya leo. Hii ni faraja kubwa kwetu katika mkoa wa Kusini Pemba kuona kwamba wenzetu wa PBZ wamejitokeza na kutukabidhi magodoro haya kwa wanafunzi. PBZ wamekuwa wa kwanza kufika hapa katika skuli yetu na kutusaidia magodoro 167. Kwa hiyo mheshimiwa, nakushukuru sana, nashukuru sana benki yetu, na kwa niaba ya Wizara ya Elimu niseme tunaahidi kuisimamia skuli yetu ya Fidel na tunaahidi kupambana na changamoto zote ambazo kwa namna moja au nyingine zinatupelekea maafa kama haya. Usiku wa kuamkia Ijumaa tarehe 17 Aprili mwaka 2026, bweni la wasichana skuli ya Fidel Castro limeteketea kwa moto na kuacha athari kubwa kwa wanafunzi, lakini msaada wa PBZ unatarajiwa kupunguza makali ya janga hilo na kuwapa wanafunzi matumaini ya kuendelea na safari yao ya kielimu. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Naam, shukrani sana Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameonya kuwa Rais wa Marekani Donald Trump hana uhalali wowote wa kisheria au wa kimaadili wa kuipokonya Iran haki zake za nyuklia. Ametoa kauli hiyo wakati ambapo Iran imeutengua uamuzi wake wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kuonya kuwa itaendelea kuzuia usafiri kupitia eneo hilo kama Marekani itaendelea na vizuizi vya kijeshi kwenye bandari zake. Mzozo huo unazidi kufukuta wakati makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya nchi hizo yakikaribia kwisha muda wake April 22, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu hatima ya vita Mashariki ya Kati. Halmashauri ya jiji la Dodoma imezitaka hoteli zenye hadhi nyota 1 hadi 4 kuanza kutekeleza utaratibu wa kutenganisha taka katika makundi matatu ambayo ni taka rejelezwa, taka zinazooza na taka nyinginezo ndani ya miezi miwili kuanzia sasa, ili kuboresha ukusanyaji, uteketezaji na kuongeza thamani ya taka hizo, ambapo mwanahabari wetu Amani Mbando kutoka Dodoma anatueleza zaidi. Makundi hayo ya taka yanahusisha mabaki ya vyakula na matunda kwa taka zinazooza,
plastiki na karatasi kwa taka rejelezwa, pamoja na vioo na vifaa vya kielektroniki ambazo ni taka nyinginezo, hatua inayolenga kuimarisha usimamizi wa mazingira na kukuza uchumi wa urejelezaji. Mkuu wa kitengo cha usafi na udhibiti wa taka ngumu wa halmashauri ya jiji la Dodoma, Dickson Kimaro, amesema hayo wakati wa ziara ya wataalamu kutoka Wizara ya Afya wanaohakiki maandalizi ya halmashauri kuelekea mashindano ya usafi na mazingira 2025-26, akibainisha kuwa tayari jiji limeanza kutekeleza utaratibu huo kwa kuandaa vyombo maalum vya kukusanyia taka hizo. Kwa maana ofisi zetu za kata zote, shule za sekondari na shule za msingi zote, na tuliwapa grace period ya miezi miwili ili waanze kutengeneza hivyo vyombo. Kwa maana kwamba sasa nategemea kwamba tukienda mashuleni tukute na vituo vya afya navyo tukute kuna wametenganisha taka. Yaani kuna hiyo vyombo vipo. Kwenye mahoteli, yale mahoteli yote kuanzia nyota 1 mpaka nyota 4. Hayo na yenyewe tumetoa maelekezo na wapa miezi miwili wawe na vyombo vya kutenganisha taka. Kaimu mkurugenzi msaidizi wa afya, mazingira na usafi kutoka Wizara ya Afya, Dr. Amuru Suleimani, amesema licha ya zoezi hilo kufanyika kuelekea mashindano, bado lina umuhimu mkubwa katika kulinda afya za wananchi na mazingira, huku meneja uzalishaji wa machinjio ya Dodoma akibainisha namna machinjio hayo yanavyozingatia usafi. Kwa hiyo wito wetu kwa halmashauri zote ni kuendelea kuimarisha hali ya usafi katika machinjio na wananchi kwa ujumla waweze kutumia nyama ambayo imefuata taratibu hizi kwa ajili ya usalama wao. Nawashauri wananchi kwamba kwenye kununua nyama hakikisha kwamba hiyo nyama imechinjwa eneo sahihi, kwa sababu sio kila nyama ambayo inapatikana kwenye bucha itakuwa imetoka sehemu sahihi. Miongoni mwa maeneo yanayohakikiwa kuelekea mashindano ya usafi wa mazingira 2025-26 ni pamoja na barabara na mitaro, masoko, machinjio, hoteli na maeneo mengine, kwa lengo la kumpata mshindi anayekidhi vigezo vilivyowekwa. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Haya, tukiendelea mbele zaidi, wananchi wilayani Tarime mkoani Mara wameomba serikali kuchukua hatua za dharura kutengeneza barabara ya Tarime Nyamwaga wakati ikisubiri ujenzi kufuatia kuharibika vibaya na kupelekea ajali za mara kwa mara kwa watumiaji wa barabara hiyo. Mwanahabari wetu Musa Makali anatujuza zaidi. Ombi hili wanalitoa baada ya Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega kufanya ziara katika wilaya ya Tarime na Serengeti hapa mkoani Mara kuangalia hali ya barabara. Na hapa wananchi wanasema barabara ya Tarime kuanzia Jembe Nyanyundo hairidhishi. Ni kwamba kwa mfano kama hapa umeshoka udongo, mvua ikinyesha tu udongo wote unatoka, mashimo yanabaki vile vile. Yaani hapa imekuwa kwa mfano kama hivi vyombo vya usafiri vyetu hivi kila wiki ni kutengeneza, yaani imekuwa ni changamoto kwa mashimo. Kama unavyoona mashimo tunapita hapa tunapata ajali. Maana inakulazimisha utoke sehemu moja unaingia sehemu nyingine. Kama Nyamwaga Road hii sio kabisa rafiki, kila siku watu wanaumia, na kama jana mwingine alianza kuanguka akapoteza maisha. Waziri Ulega akizungumza na wananchi wa eneo hili la Tarime amewatoa wasiwasi kuwa serikali inaenda kuangalia namna ya kuhakikisha barabara hii inaanza ujenzi wake na kukamilika kama ilivyokusudiwa. Nataka niwahakikisheni, nimeiona sasa, ni kuhakikisheni tunakwenda kumlipa yule mkandarasi aanze kujenga hii barabara, kwamba hapa pamoja na ujenzi wa hiyo barabara tutaweka taa za barabarani za kutosha ili kusudi watu wa Tarime mfanye biashara usiku na mchana. Eneo la Nyamwaga wilayani Tarime mkoani Mara, Ulega anawakumbusha wananchi kulinda utanzania wao, huku Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Limo Nyansaho naye akahimiza amani. Vijana wenzangu, asitokee mtu mmoja akaleta ushawishi wa watu kuchukiana, watu kuhasimiana, watu kutokupendana. Sio mila na desturi tulioachiwa na baba wa taifa. Sisi tuendelee kuwa na imani kubwa tulionayo na serikali yetu, lakini pia tuendelee kulinda amani na usalama, lakini bila kusahau umoja wetu. Kwa hiyo hii ni barabara kutoka Tarime, Nyamwaga, Nyamongo, Ngumu, Serengeti ni jambo la kufa na kupona kwa sisi watu wa Tarime na watu wa Serengeti. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Licha ya ukuaji wa maendeleo ya sayansi na teknolojia katika maeneo mengi hapa nchini, lakini bado baadhi ya mikoa hususan ya kaskazini inakabiliwa na changamoto za huduma za afya ya macho, hali inayosababisha watu wenye uoni hafifu
kuwa kwenye hatari ya kupatwa na upofu unaosababishwa na upungufu wa wataalam wa afya, upungufu wa vifaa tiba, ikiwemo ucheleweshaji wa magonjwa kupatiwa huduma kwa haraka. Mwanahabari wetu Ahmad Nandonde anatuandalia taarifa hii. Hayo yamesemwa na naibu katibu tawala mkoa wa Kilimanjaro Dr. Andrew Leon alipomwakilisha naibu katibu mkuu Wizara ya Afya kwenye uzinduzi wa mradi wa kuimarisha huduma jumuishi ya afya ya macho kanda ya kaskazini uliofanyika katika hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini KCMC manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Pamoja na maendeleo ya sayansi na teknolojia, bado 80% ya changamoto za uoni zinazosababisha ulemavu wa kutokuona zinaweza kutibika. Uwekezaji katika afya ya macho ni uwekezaji wa moja kwa moja katika kupunguza umaskini, kuongeza tija na kuimarisha ustawi wa jamii. Kuna changamoto za wataalamu wa macho katika ngazi mbalimbali. Uhitaji wa vifaa tiba bado unahitajika na advance, kwa sababu tunaelewa lengo la serikali ni kupunguza kutoa referral kwenda nje ya nchi. Teknolojia inakuja, kwa bado tunahitaji wa vifaa tiba. Kaimu mkurugenzi wa hospitali ya rufaa ya KCMC Herman Ayesiga amesema mradi huo na lengo la kuwafikia zaidi ya watu 720,000 walioko katika maeneo mbalimbali kanda ya kaskazini. Mradi huu unatarajia kuwafikia na kuwapatia huduma ya uchunguzi wa macho watu takriban 720,000, ya kuhudumia watu zaidi ya 19 wenye uoni hafifu na kufanya upasuaji wa mtoto wa jicho kwa wagonjwa takribani 2,000. Lengo kuu ni kuimarisha mfumo wa huduma za afya ya macho ili kupunguza uoni hafifu na upofu unaoepukika. Huko vijijini sasa hivi utakuta kuna mtoto amezaliwa, amepelekwa kwenye dispensary, daktari akipitisha mkono hivi kwenye jicho, mtoto hasogezi. Lakini baada ya hapo wanakaa pembeni, wataongea, wataanza kutumia dawa zetu za kienyeji, ni nzuri, hatuzikatai. Lakini wengine wataenda kwa mganga wa kienyeji, mtoto huyo amerogwa. Ahmad Nandonde, Channel 10. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo ya Ahmad Nandonde, tunaenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za michezo na burudani, ambapo watakuja kujuzwa hapa na Edwin Bahati katika upande huo wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi, hii ni Channel 10 Plus.